Amesema kitendo hicho ni kinyume na utu na hakifai kuvumiliwa, akisisitiza kuwa hatua za kisheria tayari zimeanza kuchukuliwa dhidi ya wahusika wa tukio hilo. Amesema hayo ofisini kwake wakati alipokuwa akizungumza na uongozi wa hospitali ya Abdallah Mzee pamoja na kampuni ya ulinzi ya 2SA Company Limited. Siku ya tarehe 10 mwezi huu wa 3 ikionekana kurushwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kijana ambaye alikuwa anafanyiwa vitendo vya ukatili na walinzi wetu ambao tunao hapa katika hospitali hii ya Abdallah Mzee. Tukio hilo lilitokea Machi 10. Inaonekana walinzi wa hospitali hii ya Abdallah Mzee wa kampuni ya 2SA Security Services walipokuwa wakimfanyia ukatili kwa kumvua shati na kumshitua kwa shoti za umeme Bakari Rashid Bakari. Walinzi hao wanajulikana kwa majina ya Stefano William Kasuga na mwingine Hassan Saidi Msangazi. Baada ya ufuatiliaji wa kina, tuligundua kijana huyo aliyefanywa ukatili anaitwa Bakari Rashid Bakari, mkazi wa Kisiwani kwa binti Abedi, mwenye umri wa miaka 40, lakini pia imebainika kuwa kijana huyo ni mgonjwa wa akili ambaye amekuwa akihudhuria kliniki kwa ajili ya matibabu katika hospitali ya vitongoji kila baada ya wiki 2. Baada ya tukio hilo kurushwa katika mitandao ya kijamii, wananchi wengi ama wadau wengi wa mitandao hiyo walitaka kujua serikali itafanya nini juu ya tukio lile. Hivyo basi tulikaa pamoja, serikali ya wilaya na uongozi wa hospitali ya Abdallah Mzee, tukafikiria kitu cha kufanya, ambapo kwa wakati ule tuliuandikia uongozi wa kampuni hii ya ulinzi inayoitwa 2SA Security na kuwataka waweze kuchukua hatua juu ya tukio lile. Kama serikali niseme tunakubali kuwa kijana huyu ambaye anajulikana kwa jina la Bakari Rashid Bakari alifanya makosa, kwani muda aliokwenda kuangalia wagonjwa haukuwa muda sahihi. Walinzi walimzuia, lakini pengine kutokana na tatizo lake la akili aliamua kupita njia za panya kwa kuzunguka nyuma na kupenya bila ya ruhusa ya walinzi hao. Lakini pia kama serikali na uongozi huu wa hospitali hii ya Abdallah Mzee tunakubali pia adhabu aliyopewa haikuwa sahihi. Busara zilipaswa zitumike zaidi kwa kumfahamisha kwamba alichokifanya sio kitu sawa ama sio sahihi kile ambacho amekifanya. Kwa kuwa wengi wenu mmetaka kujua hatua gani zimechukuliwa na serikali, hivyo napenda kuchukua nafasi hii kuwaeleza kwamba hatua tayari zimechukuliwa kama ifuatavyo. Baada ya uongozi wa hospitali ya Abdallah Mzee kuwaandikia waraka viongozi wa kampuni hii ya 2SA Security Services, na hatua walizochukua ni kama zifuatazo. 1. Wameziondosha bastola zote za umeme kwa askari wote wa hospitali ya Abdallah Mzee. 2. Vijana wale ambao wamehusika na kufanya tukio lile wamefutwa kazi. 3. Uongozi wa kampuni wameahidi kwamba watakuwa wakitoa mafunzo kila baada ya muda kwa watendaji wao. Lakini mwisho 4, lakini si kwa umuhimu, uongozi wa 2SA Security wanaomba radhi kwa wote waliohusika na kadhia hiyo, ikiwemo familia, uongozi wa hospitali na wananchi wote kwa jumla. Lakini pia nataka niseme kwamba serikali ya wilaya na uongozi mzima wa hospitali ya Abdallah Mzee tumesikitishwa sana
na tendo lililotokea, na kwa pamoja naomba mtambue kama tumelani vikali tendo hilo, na tuna imani hatua zilizochukuliwa itakuwa ni fundisho kwa watu wengine. Lakini pia napenda nichukue nafasi hii kuwaelewesha vijana na watu wengine wanaotumia mitandao ya kijamii waache tabia ya kushauti maneno machafu na makali katika mitandao. Watambue kwamba linapotokea tukio lolote, serikali haiwezi kukurupuka tu kuchukua hatua papo kwa hapo. Ni lazima uchunguzi na ufuatiliaji uweze kufanyika, ndipo paweze kuchukuliwa hatua. Lakini pia napenda nitoe wito kwa wananchi wote tunaopaswa kufuata taratibu na miongozo inayowekwa na serikali au taasisi katika kutoa huduma kwa wananchi. Tusiwe tayari kuvunja taratibu zilizowekwa, kwani kufanya hivyo kunaweza kupelekea kuvuruga amani ya taifa letu. Lakini napenda pia niseme, pamoja na hatua hizo ambazo zimechukuliwa kutoka uongozi wa hospitali ya Abdalla Mzee na kampuni yenyewe ya 2SA Security Services kama nilivyozitaja hatua zilizochukuliwa, lakini pia suala hili limefikishwa katika vyombo vya sheria na kwa sasa lipo mikononi kwa askari polisi. Wao tunawaachia kwa hatua nyingine za kisheria zaidi. Nao uongozi wa kampuni hiyo umeeleza kusikitishwa na tukio hilo, huku ukisema kuwa hatua za awali za kinidhamu tayari zimeanza kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Tunaomba radhi kwa kitendo kilichofanywa na askari wetu cha kutumia nguvu za kupita kiasi kwa kumdhibiti kijana huyo. Hatua za kisheria kwa upande wetu sisi kampuni kama kampuni tunachukua, na tayari vijana wale tushachukulia hatua binafsi zetu sisi wenyewe, na kwa sasa hivi vijana wale bado wako kwenye mikono ya sheria. Kutoka kisiwani Pemba ni Joha Shaban.